Okay, yeah, sasa kuhusiana na afya kwenye kata yangu, moja kati ya vitu ambavyo nategemea kuvifanyia kazi ni pamoja na mambo kadha wa kadha, lakini tunasema kwamba tutapigania hospitali na zahanati zetu kuwa na dawa na mazingira rafiki kwa wagonjwa na wahudumu, na mfumo wa kupokea maoni ya wananchi kuhusu huduma wanazozipata. Pia tutafanya uchunguzi wa mara kwa mara kuhusu uwezo wa wahudumu wa afya kuhakikisha wanatoa huduma kwa weledi. Sasa hili ni eneo muhimu sana kwa mustakabali wa maisha ya mwananchi wa kawaida kabisa kwenye hizi kata zetu. Kumekuwa na changamoto kubwa sana ya zahanati zetu au hospitali zetu kwenye maeneo yetu kuwa zinakosa vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vitendea kazi kwa maana ya vifaa tiba, lakini madawa, lakini pia kumekuwa kuna changamoto nyingine ambazo zimekuwa hidden sana, zimejificha, ambazo wananchi pia wamekuwa waoga kuzisemea. Taifa letu limekuwa na utamaduni fulani hivi, mimi nauita wa ovyo sana, kwa sababu watu wamekuwa waoga kutoa maoni yao kwenye vitu ambavyo wanaona kabisa kwamba haviko sawa. Yaani mfano, wewe ni mama mjamzito, umekwenda kwenye hospitali fulani, lakini namna ambavyo wahudumu wamekutreat, na mara nyingi huwa wanakuwa sio wote. Unakuta kuna mhudumu tu fulani kwenye eneo la hospitali au dispensary husika, anavijitabia tu vya ovyo kwa sababu zake binafsi, anakuwa ni mkali, anawatreat ovyo wagonjwa na kadhalika. Lakini pia tunazo changamoto za kuwa na madaktari wakati mwingine walevi. Tunazo changamoto za kuwa na madaktari wenye dharau, wahudumu wenye dharau au walevi. Kuna ulevi wa aina nyingi, sio? Kuna ulevi wa masuala ya kimahusiano, kuna ulevi wa masuala ya matumizi ya simu, kuna ulevi wa masuala ya pombe. Sasa unakuta wananchi hata kama wanaona kuna wahudumu ambao wana changamoto hizo, huwa hawawezi kusema. Ukiwakuta tu kwenye mitaani ndio unaweza kuona wanaongea, bwana nesi yule, bwana dokta yule, bla bla bla. Sasa mimi binafsi kama mtiania wa nafasi hii ya udiwani kwenye kata hii ya Vingunguti, moja kati ya vitu ambavyo nahitaji kuvipambania sana ni kuweka uwazi kwenye mambo mengi sana ya kijamii ambayo yanahitaji kushughulikiwa, kwa sababu changamoto yoyote ambayo inalikabili eneo lolote, hatua ya kwanza ya kulitatua hilo tatizo ni kulifahamu. Umenielewa? Yaani kwanza ukishalifahamu lile tatizo ndio inakuwa rahisi kulitatua, kwa sababu kulijua tu tatizo peke yake unakuwa umeshavuka 50% ya kutatua tatizo. Asilimia zinazobaki ni kuliface tatizo na kulitafutia ufumbuzi. Sasa kama umekuwa na nesi kwenye dispensary husika ambaye muda mwingi yuko busy na simu, maana yake ni kwamba taarifa zake zinatakiwa ziwafikie viongozi. Zikishawafikia viongozi watafute namna ya kuongea naye huyo mtu. Lakini pia kumekuwa na changamoto labda pengine ya daktari kuchelewa kuingia kazini au kuwahi kuondoka kazini. Wananchi wanatakiwa ndio watoe taarifa, kwa sababu mimi kama kiongozi ninapotaka kwenda kwenye hospitali au dispensary husika kutembelea, of course lazima nitatoa taarifa kwamba nitakuja. Obvious, wahusika watakuwepo muda mwafaka na watabehave kama vile ambavyo inahitajika ili mimi nione kwamba wako sahihi. Lakini kipindi ambacho nitakuwa sina ratiba ya kwenda hapo, kutakuwa na mambo mengi sana ya hovyo ambayo yanafanyika, ambayo kimsingi wewe kama kiongozi huwezi kuwa unayapata. Sasa watu gani wanaoweza kutoa hizi taarifa za hovyo? Ni wananchi. Ndio maana tukasema kwamba tutatengeneza mifumo ya kupokea maoni kwa siri. Hii mifumo itakuwa inazingatia mambo ya uhuru, lakini itakuwa inazingatia pia masuala ya kuficha, kutoa taarifa kwa heshima, kwa maana ya kwamba bana, sio lazima ukimrekodi mtu akiwa ana chat muda wote, sio lazima unitumie mimi hizo picha, au sio lazima uwatumie watu wengine hizo picha moja kwa moja. Kutakuwa kuna mifumo maalum ya kupokea hizo taarifa na namna ya kuzishughulikia, ili mradi tu mhusika apate notification kwamba tabia yake imeshajulikana na watu hawaipendi, kwa hiyo tunamuonya au tunamwasa kwamba anatakiwa abadilike. Lakini sio hilo tu, kuna kutoa huduma bora, kwamba tunao watendaji kwenye hizi hospitali au dispensary ambao ni very smart.
wanahudumia vizuri, wana behave vizuri, wana handle vizuri wateja. Hii pia ni taarifa ambayo viongozi wanatakiwa waipate. Unapoipata taarifa ya utendaji bora wa kazi wa daktari au wa nesi, kuna namna ambayo unatakiwa huyu mtu kumpa exposure. Umenielewa? Huyu mtu anatakiwa kupewa allowance, kwa maana ya kutoka kwenye eneo husika. Of course tunajua kata haiwezi kumlipa nesi wala kata haimlipi dokta, lakini kama kata imepata mtendaji kazi bora, kuna namna ambayo mnaweza mkampa zawadi huyu mtendaji kwa ajili ya kumpa nguvu zaidi ya namna ya kuendelea kuwajibika. Sasa zawadi sio lazima iwe gari, zawadi sio lazima iwe fedha. Tunao wadau wa maendeleo kwenye maeneo yetu. Kwa mfano kwenye eneo la Vingunguti, tuseme kwamba labda pengine tunamuuza chipsi bora sana au muuza chakula bora sana, anaitwa Magdalena, si ndio? Au anaitwa Amina au whatever. Hawa wahudumu mara nyingi sana chakula hawalipiwi na serikali, wanajilipia wenyewe, si ndio? Sasa unapoamua unapokuwa umepata taarifa za nesi fulani au dokta fulani anatoa huduma bora, kwa nini msimtafutie namna ya kumpa zawadi au tuzo? Bwana, tumekupa hii tuzo. Kuna tuzo zinauzwa hadi 50,000. Mnamnunulia tuzo, mnampelekea. Hii inampa chachu ya yeye kufanya kazi kwa bidii na kuona kwamba okay, kumbe juhudi zangu zinaonekana. Hii pia ikivuja kwenye ile hospitali itawapa wengine pia itawapa kama nini tunaita, itawapa nguvu ya kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu mwenzao ameshapata kitu cha namna hiyo. Lakini mnaweza mkampa offer ya kula chakula kwenye mgahawa bora sana kwenye hilo eneo. Bwana, mwezi mzima wewe utakula chakula hapa free. Tumepata taarifa zako, unatoa huduma bora sana. Kwa hiyo tunakutia moyo na tunakuomba uendelee kuwa hivyo, na tutahakikisha kwamba tunakusaidia kuboresha taaluma yako iende mbali zaidi. Hivi ni vitu ambavyo wananchi wanatakiwa kuvifanya, kwa sababu kuvifanya kwao ndio kunakosababisha maendeleo ya taifa. Sio tu unapokuta jambo baya ndio ubaki unalalamika ukiwa nyumbani au ukiwa kijiweni. Kazi ya kiongozi ni kupokea malalamiko ya wananchi na kuyatafutia suluhu. Ndio maana tunasema kwenye utawala wangu mimi kama diwani wa kata ya Vingunguti, nitahakikisha kwamba natengeneza mifumo kwa ajili ya kustimulate maendeleo ya kata na taifa kwa ujumla. Sitakalia kimya mtendakazi bora, na sitakalia kimya mtendakazi wa hovyo kwenye maeneo ambayo mimi nitakuwa naongoza. I'll make sure kwamba ninatengeneza mazingira ya kila mmoja awe responsible kwenye eneo lake. As long as ameajiriwa, amesaini mkataba, anatakiwa afanye kazi, ni lazima awajibike. Responsibility. Kama hauwezi kuwa na responsible nzuri kwenye eneo lako la kazi, maana yake ni kwamba hauko tayari kufanya kazi. Unaweza ukawapisha watu wengine, ukaomba kuacha kazi, na watu eneo lako wakalipress watu wengine ambao kwa mitani hawana ajira. Haiwezekani wewe ukao umepata ajira alafu kwa unaichezea, unahudumia vibaya watu. Sasa haya ni moja kati ya maeneo ambayo binafsi nitayapambania sana kuhakikisha kwamba yanakuwa clear. Kuna vitu vingine vingi. Kuna habari ya masoko. Soko ni moja ni moyo wa uchumi Vingunguti. Kuna namna ambavyo tutaweza kuyashughulikia haya mambo, lakini kuna issue ya kuibeba sekta ya wajasiriamali na wazalishaji. Vingunguti tuna wajasiriamali wengi sana na wazalishaji ambao wanatengeneza majiko, wanatengeneza mito na masofa. Kuna watu wanatengeneza hapa yale kongolo kwa ajili ya supu. Hawa watu wanatakiwa wapewe elimu ya namna ya kusupply hizi biashara zao kwa ukubwa. Nani anawasaidia? Hii ni kazi ya diwani. So asante sana kwa kunisikiliza. It's Matendo Andrew.